kusimama na kudhibitika ndani yako. Pokea sifa kama chombo chako na heshima na hata mamlaka, katika jina la Yesu aliye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza. Haleluya. Haleluya. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Najulikana kama Martin Magajo wa Deli, kutoka sehemu ya Gatondo South pale Shaweri, kule cash crop yetu ni marais. Amen. Tumewatolea wawili na tunaweza kaka tuwatolee mwingine watatu, na Bwana amekuwa mwema. Diposa mimi hukaa kama nimejitayarisha, kwa sababu hiyo neema iko huko kwetu. Naweza sikia tu neema imenifikia. Kwa hivyo nikiwa hapa Elda, ni vyema munitreat vizuri. Nikiweza jikuta katika kile kiti, nitawaangalia vyema. Amen. Na ni vyema katika haya maisha kujua neema ambayo inatawala kwenyu. Ukijua neema ambayo inatawala kwenyu, unajiweka katika, you align yourself with the grace that operates around your area. Ukijua kwamba neema ya huku ni ya kulisha ng'ombe, usikuje kuleta sungura hapa, kwa sababu hazitanawili, kwa sababu neema ya hapa ni tofauti. Ndiposa unapata wetu wengine wananawili wakienda mahali zaidi. Si kwamba wamefanya kitu tofauti na wewe, ni kujua wamejua neema ambayo inafanya kazi pale. So sisi kwetu tunajua kuna neema ya uongozi, aliposa huwa tunajiweka katika alignment hiyo. Amen. Na Bwana ni mwema. So nashukuru kwa kupewa hii nafasi. Niko na dakika chache. Najua mko na njaa. Pili, mumeporwa kabisa. Amen. Lakini mumeporwa kwa kazi ya Bwana. So hayo mambo mawili yakichanganywa, mtu wako na njaa na hana pesa, inaweza kuwa tatizo kubwa sana. Amen. So sitawaweka. Ningependa kuzungumzia kuhusu kudhibitiwa na kupata mizizi katika Bwana. Amen. Rooted and established in Christ Jesus. Lakini hata kabla tuingie katika masomo ya leo, ningependa kuzungumzia kidogo ya kwamba hii siku ya mama zetu, Bwana alikuwa na mawazo gani alipoumba mwanamke? Ni nini kilikuwa kinaenda mawazo ya Bwana? Ni nini hicho kilikuwa kinatawala mawazo ya Bwana alipokuwa anaumba mwanamke? Na nianze kusema ya kwamba mwanamke aliumbwa kwa sababu kulipatikana hitaji. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 2 ya kwamba Bwana akaangalia, alipoona Adamu, akaona ya kwamba si vyema huyu mtu akae peke yake. Na Bwana akanakiri katika maandiko, akasema kama kuna jambo baya nimepata kuhusu mwanaume ni kukaa peke yake. Amen. Na akaandika hivyo. Kitu cha kwanza ambacho kilikuwa negative kwa Biblia, na Bwana akatumia the word not. Alisema it is not good for man to be alone. Kwa hivyo mwanamke aliumbwa kutokana na hitaji. Na kwa sababu wanaume hatuna uwezo wa kujiongea sana, sisi tulikuwa tumetulia tu. Tumekaa hapo na tuikaraga kuna merodhi. Tulikuwa tumekaa huko na cheetahs, nogo. Hao ndio walikuwa marafiki zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na diposa mwanaume yoyote ako mahala hapa, ako na hizo nyuso mbili. Amen.
mwanaume ako na nyuso mbili. Ya kwanza ako na uso wa Mungu, kwa sababu Mungu ni yeye alikuwa anakuja kumtembelea. So alichukua uso wa nani? Upande huu mwingine mwanaume yoyote ako na uso wa mnyama, kwa sababu ya kukaa na nini? Na wanyama. So mwanamke aliyekaa na mwanaume ni yeye anakoroga uso ambao angependa kuona. Siwaambie mwanamke karibu na wewe unakoroga kile ungetaka kuona. Ukitaka kuona Mungu utamuona kwa hiyo nyumba. Amen. Na ukitaka kuona mnyama bado ako wapi? Ako huko. Diposa kwa Saddam Hussein hakuna siku alipiga bomu, hata akiwa mbaya sana. Kwake hakulipua. Sana sana ni kwa sababu ya mwenye alikuwa wapi? Pale. Haleluya. So wanaume walikuwa sawa, lakini Bwana akajua kwa sababu hawawezi kujiongea, inherently wanaume hawana uwezo wa kufunguka moyo. Amen. Bwana akaonelea, wacha niumbe mtu ambaye anaitwa mwanamke. So a woman was created out of a need. Awe msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme na Kiingereza hivi, she was created to complete, not to compete. Amen. She was created for collaboration, not competition. Wacha nirudie tena. Mwanamke aliumbwa ili amalizie, sio washindane. Haleluya. Hakuumbwa washindane, ila aliumbwa waweze kushikamana na ili wapeleke mbele mawazo ya Bwana. Amen. That is why ni important sana mwanamke yeyote aliye mahala hapa, sio tu wa guild, kujua ya kwamba hii phrase inasema ya kwamba what a man can do. Hamutaki kumalizia na vile huwa mnaisema what a man can do. Actually mumeongezea. Bereni ilikuwa what a woman can do, a man can do, a woman can do. Sasa mumeongezea better. Amen. Ukweli ni kwamba mwanamke hakuumbwa afanye yale mambo mwanamume anaweza fanya. Amen. Lakini aliumbwa kufanya yoyote ambayo mwanaume hawezi fanya. She was not created to do what a man can do, but she was created to do everything that a man cannot be able to do. Wakati unajieka kucompete, unaondoa neema ya Bwana. Amen. Kwa hivyo yale Bwana alikuubia kufanya, neema hiyo haipo, huwezi fanya. Amen. Ndiposa unahitaji kukaa mahali ambapo ni pako, kufanya yote ambayo Bwana ama mume hawezi fanya nini? Hawezi kufanya. Na gutire mundu uteithagio ni kwihota. Mundu ateithagio ni kwiremwo. Koguo mundurume ni kwiremwo eremetwo muno. Ni kushindwa alishindwa. Gutire uwezi saidia mtu anajiweza. Amen. So akija mundurume ni kwiremwo eremetwo, na mureira wa maundu maya ndiraiga ati ugiuka kou ni wonaga mundu ucio he maundu eremetwo biu. Mwathani Ngai arogocwo. Thafuria ya cai noyo erugaga nyeni, ni kwiremwo kou. Bwana Yesu asifiwe. Wakora ekiraga mufuto wa buraki na sati ya girini, akahua na kiama kihogia bodi ya siri. No ni atiriri andu a Ngai, ni kwiremwo tigwika atia, tikwenda. Nikio you are called a helper. Na hiyo neno helper in Hebrew it's called kanegdo. It's called kanegdo. Na hilo neno ndipo Wanaisraeli wanatumia. Nakaa hivyo? Hapana, sikaa hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Kenegdo ni kusema ya kwamba ni neno Wanaisraeli walikuwa wanatumia kusema Bwana. So wanawake, they share the same name with God. Amen. You share the name God, name the same name with God. Na diposa mwanaume ama mwanamke na Mungu. Mungu wakati wote katika Biblia kwa upande wa wake. Utiri hidi Ngai ali akorwo mwena wa thu. Thoma ikire yanywe. Ngai akoragwo mwena wa nia hidi ciothe. Rekei ndimurutire uira. Tariu ri mandiko maigaga ati niwe muthu watu adigwa. We ni uri waigua kiuga ni mutumia wathuria ndigwa. Ni uri waigua? Ni uri waigua? She is the husband to the widows. What about widowers? Gutiri hindi Ngai ali akorwo mwena wa arume. Bwana Yesu asifiwe. Gutiri hindi ciothe abakaga atumia. Tariu ri inyu mutikuririkana Ibrahimu akirwo ni Sara ati moyane na Hagari, wachukuane na Hagari wapate mtoto, kwa sababu ni kama wamechelewa kupata mtoto. Wakapata Ishmael. Si mnakumbuka? Walipopata Ishmael, Biblia inasema kukafika wakati Sara akasikia ya kwamba huyu mtoto after Isaka kuzaliwa, akasikia huyu mtoto atakuja kuchukua urithi wa mtoto wangu. Akaambia Abraham, fukuza huyu mwanamke. Na ni yeye alimpea ruhusa. Imwe ndio nikiatumia mendaga anyway. Ni yeye alimpea ruhusa, lakini akamwambia afanye nini? Amfukuze. Abraham akateseka sana. Akaenda kwa Bwana akamuuliza nifanye nini? Sikia venye Bwana alisema. Alimwambia ufanye vile Sara amesema. Bwana hata hakuongeza neno lake. Alitumia maneno ya Sara. Ufanye vile Sara amefanya nini? Amesema kuti gukorwo mwena watumia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwanamke unapojitoa katika nafasi yako, unaanza kushindana na mwanamume, unajitoa katika kusimamiwa na kusukumwa na Bwana. Unajitoa katika sehemu ambayo Bwana alikuweka. Wacha niseme kengine ninapomalizia. Haleluya. Ni vyema mwanamke ajue alitolewa kwenye ubavu. Amen. Sio kichwa. Amen. Na Mungu akahakikisha ya kwamba akikuumba mwanaume amelala, asimudisturb, akuumbe polepole. Kwa sababu ninafikiria kama aliumba mwanaume akiwa hajarara, hata saa hii angekuwa amemalizika. Kwa sababu zile vitu wanaume tunapenda kuona, ingekuwa tunaambia Bwana ongezea hapa, toa hapa, hapa eka hivi, macho wacha ikae hivi, hangekuwa amemalizika. Akahakikisha ya kwamba tumelala usingizi. So kile alipotuletea tukaitikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Hangekuwa amemalizika. So ninasema hivi, ulitolewa kwenye ubavu. Ubavu ni wapi? Ni hapa kado, side. Hukutolewa kwenye uti wa mgongo, hukutolewa kwenye spinal cord, hukutolewa kwenye kichwa. Kwa hivyo hauwezi kalia mwanamume. Amen. Haukutolewa kwenye mguu, kwa hivyo mwanamume hafai kukukanyaga. Ulitolewa kwenye ubavu, hapa side. Kumaanisha ya kwamba kutolewa huku, so hufai kusimama. Unafaa kusimama wapi? Kando. Ili kile mwanamume anaona, pia hata wewe unafanya nini? Unaona. Lakini kuna wengine wamejiweka huku nyuma. Ndũnjũrĩrie ũcio ũngĩ we ũrĩa wĩikaraga warutirwo ha.
Tondu riu ona kwina athuri maraiga wakwa arutirwo mutwe kuringana na uria anjikaragira. Arutirwo ku mutwe na no urakiuga wakwa ni wa maguru kuringana na uria ndimurangaga. Anyway, ndiraiga atiriri andu a Ngai, ulitolewa kwenye upande ili kile anaona hata wewe unafanya nini. Ndiposa Biblia inauliza wawili wanaweza tembea vipi kama hawawezi kuagree? How can you agree with something that you cannot see? You must be on the side. Lazima ukue katika upande na ili uone sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati wowote, sijui kama mumesoma Biblia katika kitabu cha Genesis chapter 1 ikimalizika. Kila siku Bwana akimaliza kuumba alikuwa anasema ya kwamba and it is good. It is good. Lakini alipoumba mwanamke in Genesis chapter 1 ikimalizia alisema it is very. There is a difference. Amen. Akiumba wanyama na miti alikuwa anasema it is good. Lakini alipoumba mwanamke akasema it is very good. Hallelujah. Nikukwambia vipi that women, they are a crown of creation that completed the creation of God. That whenever a woman shows up, there is a completeness. Bwana Yesu asifiwe. Si hata nyinyi wanaume hivyo huwa tunasema, mtu akikuja aulize kwako nyumbani, huwa unasema enekuo matiri kuo na wekuo we. Ikwako lakini unasema mwenego kodaliki. Ni kumaanisha ya kwamba wewe ndiwe unaleta ukamilifu. Amen. I wish women can understand their position in God. Wanaweza kusimama vizuri. Actually, it is after the woman was created, Bwana akapumzika. Amen. Hapo ndipo alipumzika. Kwa nini? Alipeana kazi yake ya kuendelea kuumba kwa mikono ya mwanamke. That God can now rest knowing that women have partnered with God in the work of procreation. Bwana Yesu apewe sifa. Ati watumire Ngai ahuruke, akae kando uendeleze na kazi yake ya ubanji. Bwana Yesu asifiwe. In that womb of yours, Bwana akahakikisha amekuweka na amekupea all the necessary requirements to continue with the work of procreation. Kwa sababu Adam hata angependa vipi angeumba mtu. Amen. Utire ona in the next life mimi nitabaki naume chairman. Tondu di ajini kindu kingi gigikara thiini. Na ti thiko igiri mieri kenda. Mundu enyogodaga ndaini yakwa angikorwo minyoni ndehagira thina. Na minyono no nywire ebizedi na etige kugia. No ni kindu tangitigana nakio. Bwana Yesu asifiwe. That is why God rested. Kwa nini alipumzika? Alijua jamii iko sawa, akajua ubaji utaendelea, akajua nchi zitasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Akajua ya kwamba kanisa itasimama. Diposa alipumzika. Bwana Yesu asifiwe. Reke ndimwire tari ukiuga giki nikyo gikoragwo getirwo ni kanitha uri andu nikyo gisetaga pesi. Bwana Yesu asifiwe. Tari mafia macio mwaruta haha ogwo maingi u ona andu matingiciria ni muri no Ngai ona kanitha no uhuruke mungeikara position ine yanyu. Na aria mataingirite ngirodi ati maigaga ati atumia cia ngirodi tiega ukai mwagire inyue. Ukai mwagire.
Angekorwo tiega okai mwambie kwagira. Mwathani Ngai arogocwo. Okai mwambie inyue oguo mwendaga ikare. Okai mumitue. Mutingemetuira na nja. Ni muke guku na by the way ndiwe niki wetereire tondu miaka ya yuthi ni wakirugire ndwicoka yuthi. Mwathani Ngai arogocwo. Na riu kanitha witu ureka wega uretekeria nginya andu mathiangite miaka moke maingire mundu ohagwo karumiriri ena mutirima tunjuririo ucio taingirite we niki wetereire na rikorwo ndina hinya ucio ingiamuoha icio itambaya cia rumiriri muigue tondu niki wetereire wi wa PCA. Mwathani Ngai arogocwo. Turabanga guthama kanitha gutire gikundi kingi gia tumia turathondeka kanitha uyu no kia ngiro digutire kingi angigoro wetereire kingi gutire kingi kirathondekwo ona PCMF gutire ingi no ino twikiraga igoti ici cia maruni gutire kingi riu no wingirire. Mwathani Ngai arogocwo. Nigetha hau onaga hatari hega ri uke wiki atia uthondeke. Mwathani Ngai arogocwo. No ndungigithondekera na nja na spectators mahuraga mubira gukira aria mekiharo. Mwathani Ngai arogocwo. Ukawingire uhure umenye riu hau no kwaririria ngiro kugeragia kwaririria ngiro. Mwathani Ngai arogocwo. Nikuambia hivi watu wa Mungu, hata Malaki kitabu cha mwisho in the Old Testament inatuambia ya kwamba hata Malaki akaoneshana ya kwamba kila wakati Mungu ako upande wa wanawake. Inasema ya kwamba iliambia wanaume ya kwamba ati maombi yetu inaweza kosa kusikizwa kwa sababu ya wanawake. Taigwe Ngai akirugama nama o ithue ombite na muhiano wake akiuga no njage kuigua mahoya manyu kuringana na uria murikaraga na andu aya. Bwana Yesu asifiwe. So throughout the Bible Mungu amekuwa katika upande wa wanawake. Bwana Yesu apewe sifa. Ithu arumedio bateithikira ku no uhoro wa mane ati ithue na ithue Ngai agitwo baba ona ithue tutagwo baba. Riu kiu nikio kia magegania. Ithue no ithue tuciaga ritwa rimwe na Ngai. Agitwo baba wa iguru ndainuka gwakwa ona nie ndiu ndi baba. Mwathani Ngai arogocwo. Nigetha kana gakwa kona baba uyu na karorania no cio wa iguru gagetikia mani kuri baba. No rimwe ni magaga gwitikia. Marora baba wa guku meciria wa iguru niguo huana makaigona kabato ikare tutari. Uguo rio no ritwa riega no ni ritwa challenge tondu wagirirwo kurugamirira Ngai ni muhuro uyu wa tuturaga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nikukwambia ya kwamba maombi yetu kama wanaume ili yasikizwe vizuri. Amen. Yasikizwe. Anasema ati tukae vizuri na hawa watu ambao tuliingia agano na wao. Amen. Imagine wako na funguo ya kutufungulia maombi. Kusikizwa kwa Bwana. That is their possession with God. Hallelujah. Bwana atusaidie sana kama wanaume. Kwa hivyo wacha nioge 2-3 points nimalize. Kudhibitiwa na kupata mizizi katika Bwana. Mizizi ni sehemu ya mti ama mumea ambayo haionekani. Amen. Lakini mumea hauwezi simama na hauwezi kuwa bila mizizi. Ni muranyita. Iyo sehemu haionekani lakini huo mumea hauwezi ukanawiri na hauwezi kusimama bila mizizi. So, mwongozo wetu wa mwaka huu
kama Women's Guild ni kukwambia ya kwamba sehemu yako katika kanisa na sehemu yako katika jamii inaweza kuwa ya kwamba haionekani, lakini kanisa, jamii na familia haiwezi nawili na haiwezi simama bila wewe kuwepo. Amen. You may not be recognized, seen or praised, but your point and your part is very important, that the church, the society, the nation cannot stand, cannot grow, cannot flourish without you. Hallelujah. Mizizi mingi inakaa na huku chini peke yake. Amen. Na mizizi inapoenda chini kabisa, ndivyo mumea ule unavyo nawili vizuri. Amen. Neno established ni kusema msingi. Kama nyumba itaenda juu zaidi, nao msingi lazima uende chini zaidi. Kama mumea utanawili, lazima, haleluya, ile mizizi iweze kuenda wapi? Chini. The deep calls for deep. Amen. Lakini kuna mimea ambayo tunaita perennial. Ya imera, tabebe, boso, ohia, madhani gayarogoso. Eo defataraga akukiada muno, tondu nimenyaga ni ahinda. Ujoreria mutumia muriganetie, wewe mufefei, wemuhe. Nimemera defataraga gutinde gikatia. Ikienda wapi? Chini. Kwa sababu gani? Ni kwa muda ifanye nini? Itolewe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tuna mimea kama mti ambao tunaita mugumo tree. Huo unaenda chini, ya kwamba hata kukija dhoruba, haleluya, inakaa vipi? Haisimami kwa sababu ya majani vile ambavyo iko green, hapana. Ule mumea unasimama kwa sababu ya mizizi, jinsi imeenda chini. Amen. Kogo agikorwo we ni umunyuragwo narua, umenye we mufefe. Kama mambo yanakuja yanakungoa, you need to go deep and deep and deep in God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukweli ni kwamba dhoruba zitakuja. Ndiramwira uhoro wa mane ati oru no ugoka, na to nginya witie oru ni ukaga. Ndoria Ayubu, weikarĩtie o ũguo oru ukimukora. Ndawĩtĩtie no oru ugikatia ukimukora. Evil will come. Amen. Either by us asking for it or even not us asking for it, evil will come. Lakini kulingana na jinsi umeenda chini, ndivyo itadhihirisha ya kwamba kama utasimama. Kitu cha kwanza, mtu ambaye anaenda chini, point number 1, lazima akuwe muombezi. She must be prayerful. She is a powerhouse of prayers, and she prays. Anaomba, na anaomba akiwa na ujuzi ya kwamba Bwana anasikia maombi. Amen. Na anajibu maombi. Kitabu cha Psalm 65 and verse 2 inatuambia ya kwamba wewe ambaye usikiae maombi, kila mtu atakuja kwako. Amen. Anajua ya kwamba mtu ambaye atadhibitika katika Bwana lazima awe muombezi, no nginya atuike muhoi. Bwana Yesu asifiwe. Kuhoya, kuikarogwa kihoyaga, no uremwo kuina, no ndungiremwo ni kuhoya. No uremwo ni kuhunjia, no ndungiremwo ni gwika atia? Ni kuhoya. Ona no wage mbia ta icio ciarutwo haha, no ndungiremwo ni gwika atia? Ni kuhoya. Everyone should be a prayer warrior. Amen.
A woman who is deep in God and rooted in God, she is a power. She knows. The moment nimesimama katika maombi, nitasikizwa. Ati mahoya magutumana. Inyue thiei mutuhoere. Mahoya macio magutumano. No inimo matumire Lazaro agakua. Juu kana ni moyo uguo. Biblia inatuambia katika Yohana 11:12 inatuambia ya kwamba ati sisters wa Lazaro wakatumana. Ni kutumana walifanya nini? Walitumana, edeni muambie Yesu rafiki yake ni mgonjwa. Ona tutakira goka no horo cio ni wakinyi. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui kama walifikisha. Unajua kuna vile unaweza jipelekea mambo yako kuliko kutumana. Amen. Jirire mutumia wa Giro kanetie tutigusana mambo. Tutajipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Thiei mutuhoere. Twi hamwe roho-ini. Ona mwili-ini. Tukue pamoja katika roho na mwili. Pamoja, tukue pamoja. Kutumana walitumana. Hallelujah. Walitumana. They sent a message. Si unaona? They sent a message. The one you love is sick. Amen. Kuna vile unaweza jipelekea mambo yako. Kuna tone ile unaweza tumia kwa sababu ya uchungu wa mtoto wako kuliko Mama Jerry akisema kuhusu mtoto wako. Amen. Na unapojipelekea, wewe uko na authority kwa sababu huyo mtoto ni wewe umemzaa. By the authority ya kwamba ametoka kwa tumbo yako, unaweza simama uambie Mungu kitu. Sisi tunaweza kusaidia. No na ungigatutumama mahoya, umenye makutuhoyaga mema mwiso. Todo na ithu twina maundu makuho. Tugeciria ati nowe tuhoyagira. Tuhoyaga haria tukirikia na mwathani uririkane wa Jerry. Ena kuguru kwina giutu, muririkane. Tukirikiria haria kianda. Bwana Yesu asifiwe. So lazima awe muombezi. Kwa sababu gani? She is a woman that prays until wombs are open. Anaomba mpaka watu tasa wanapata watoto. By the way, do you know by the verdict of heaven, heaven had already made a verdict about Hannah. Hannah si uchawi, sio hata mambo ya kizazi kwao. Hallelujah. Ni Mungu mwenyewe. Biblia inatuambia katika Samuel ati ya kwamba ni Mungu alikuwa amefunga utumbo wa Hannah. By the verdict of heaven, Hannah hakuwa anafaa kupata mtoto. Lakini Hannah akaomba siku na nyingine. Amen. These are the kind of women that prays until wombs are open. Kile ambacho hakijazaliwa kwenyu, una uwezo wa kufungua huo utumbo. As a woman, Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho hakikawai patikana kwenyu, kuna uwezekano kinaweza patikana. I wish you would know your position in God. Ya kwamba una uwezo wa kufungua tumbo ambazo ni tasa. Amen. Ni mwanamke ambaye anaomba mpaka kifo kinahairishwa. Amen. Kuna mahali inasema ya kwamba the Lord had closed the womb of Hannah. Amen. Wanaomba mpaka yes, it's that one. And the Lord had closed a womb. Bwana Yesu asifiwe. By the verdict of heaven, huyu mwanamke hakuwa anafaa kupata. Mungu alikuwa amemalizana. Lakini kwa sababu ya kujijua na kujielewa na katika maombi, Yeremia anaita wanawake, anasema the wailing women should pray and wail, kwa sababu kifo kimepanda katika dirisha, hakiingilii katika mlango, kimepanda. Kwa nini Yeremia anawaita? Anawaita kwa sababu anajua wana uwezo wa kusimamisha kifo. Amen. Inu
Uiguaga ruo rwa kugĩa ciana? No inyuĩ uguo no inyuĩ by the verdict of that pain unaweza ambia kifo huchukua watoto wangu. By the fact I labored, chukui mtoto wangu. By that verdict in heaven alone, the devil should stop. Amen. By the verdict ya kwamba ulisikia uchungu, kuna mambo unaweza simamisha kwako yasitende. Nuri kitodo wako liko position nayo today's world inatuonyesha ya kwamba we should compete with men. Unakosa kusimama upande wako, nayo generation mzima inafanya nini? Inapotea. Kwa nini Mungu aliweka hiyo uchungu? Anaposema katika Isaia, unajua anasema nini? Ati mwanamke anaweza kusahau uchungu. Na ni swali huwa anauliza. Si kusema anasema anasahau. It is a question. Hallelujah. It is a question. It is not a verdict that God is making. It is just a question Mungu anauliza. Ya kwamba mwanamke anaweza sahau uchungu wa mwana aliyesikia uchungu. Na Bwana anauliza, mimi siwezi wasahau. Anakompea huo uchungu. Hallelujah. A woman, it is in Isaiah. Anaweza sahau. Hallelujah. Lakini Bwana hawezi sahau. Hawezi tusahau. Anakompea huo uchungu. Amen. Kuonyesha ya kwamba mwanamke ana uwezo wa kusimama tu na huo uchungu. Amen. Unaweza simamisha tu huo uchungu na uge mwana wako ade kunywa fagi. No horosi okinye mwisho. Amen. Okay, dik yo horoju gi atiriri adwa gai. Number 2, she is a woman that is contented with what she has. Ametosheka, mtu rooted, ametosheka na kenye akonacho. She is contented. She knows that God is able to give and to do above and beyond anything we ever ask or think. Anajua ya kwamba Bwana anaweza nipea, lakini ametosheka na kenye akonacho. Ametosheka na mahali ambapo ako katika maisha. Dasi danaga na mutu. Neiga neire hali. Thini wa muturire na nio Ngai angikorwo nendaga kuhe ni akahe. Bwana Yesu asifiwe. Datengeranagia contentment is of great gain. Datengeranagia ni amenyaga kuri andu me mbere yake na no ikuri andu meki me thutha wake, na datengeranagia nacio me mbere. Mwathani Ngai arogocwo. Ni mutumia weiganeire na hari ari. Ndathiaga kuoya roni nigetha agure irinda. Mwathani Ngai arogocwo. Nigetha okia tutise. Ucio mutumia neiganeire na girinda gia thate kia muthurua. Haria ari neiganeire. She is contented. Bwana Yesu asifiwe. Ni tondu ni amenyaga Ngai angikenda njikire taki ni muheani wa uma utairaga ngoro. Ndikwigia. Amen. Sitajisubua. Sijafika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kirathi ya psychology. Niko kwa darasa ya psychology kwa sababu mimi pia ni mwanafunzi Mount Kenya wa psycholojia. Tosheka na mahali ambapo upo katika haya kuiganira na hali ori. Ndiye tari ungioi hei ndonyendaga na ndigaciona. No horocio ni ndiwitikirite. Kwa ihinda riri ndiri. Mwathani Ngai arogocwo. Tariu no ngikwira ati ndingenda kuhurana barabara ino na kamutuga gakwa. Uguo na niguo njukirire tene. Njukirire anga 5:30 kuona ku ikaradire. Ikamutoka itangienda no ndingegia nako. Mwathani Ngai arogocwo. Thaisi tondu ndiri ndisawa na ninjiganire na horo cio. Na ndikwigia na kire itari nakio thaisi. Mwathani angikenda ni akahe. Thaisi reke thie na nduthi ndakinya haha ngamba garibariba kigoti ni rukungu. Na ninjitikirite horo ucio kwa ihinda riri. Mwathani angikenda nginye hau. Ni sawa. No ndikwigia na pressure
ati nigetha ngie na maroni ndurage guku ndihithaga ndigatahwo. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Naitikia mahali ambapo nipo kwa sasa. Abia mtu mwenzake, hisi ya wanawake ni ya watu wote. Abia mtu wako karibu na wewe, itikia mahali ambapo upo. Kukua rooted ni kuitikia mahali ambapo upo katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Si kuenda kwa supermarket kushtuka ati umeona mtu amenunua roro ya 10 pieces ya tissue, unashtuka. Tissue ikomi. Bwana Yesu asifiwe. Na anatumia moja moja. Hawezi ziweka huko ati asihangi kuigoro ta mahua. Atakuwa anatumia moja moja na wewe unashtuka, Ngai agura 10. Wewe utanunua yako moja na useme wacha supermarket niweke hizo zingine 9. Nitakujia nikizihita. Kwa sasa nahitaji moja. Hiyo ndio kutosheka katika haya maisha. Wacha kujisubua. Wewe kuwa rooted, simama. Kukua rooted ni kuitikia kwa sasa niko hapa. Bwana akitaka niende huko nitafanya nini? Nitaenda na nitafika nako na uwezo. But for now niko hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Nigetho onotali na mathiki. Witikire hari uri niho. She is contented. Na hata she preaches hope. Anahubiri tumaini. Kuna tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Anahubiri positivity. Amen. Anajua ya kwamba nitafika. Kwa sasa sijafika, lakini nitafika. Ameitikia level yenye yako katika maisha. Amen. Hebu tuweke Genesis 24 verse 64. Kuna mwanamke hapa anaitwa Rebeka. Si mnakumbuka Rebeka? Rebeka alikuwa anaolewa na Isaki. Na ndamuonete ndoe ya Isaki no kwirwo eragirwo Isaki yani wa Ibrahimu. Ni murio wa Ibrahimu. Ndamuonete gutire handu amuonete no kwirwo eragwo. Rebeka nake akiguaga mundu ucio no ndimwende ona itamuonete. Koguo na riria erirwo kana ni eguthii, erire andu acio ndikara muthenya ungi. Mundu ucio na itamuonete we ni mwega. No toria tumwiragira Jesu mumwitikire. Ti ati tondu ona ithu ni twamuona no ni tuwi ni mwega. Tuwi ni mwega. Jesu ni mwega muno. Ndari athukira onao. Mwega muno. Na ndagagutigania o uguo. Jesu witu. Rebeka na akiona teruka ndeo no ndimi. Kana nori. Erirwo akihuana. Iguaga ũrĩa Ibrahimu ena tũindo na akamenyaga Ibrahimu ndarĩ na kĩndũ ndarĩ na kĩmwana kĩngĩ tondũ hĩndĩ ĩyo Ismaili nĩ akĩingatĩte. Rebeka agakĩmenya kũndũ kĩhũta reke thiĩ. No na kwao makĩrĩ ona indo tondũ nĩ akĩheirwo tũthahabu na fedha agĩthiĩ. Ndarekereirio athiĩ. Rĩu haha Biblia inatuambia naye Isaac akakuja kukutana na Rebeka katika jangwa. Biblia inasema Rebeka also looked up and saw Isaac. What is the next step alifanya? She got down from her camel. Bwana Yesu asifiwe. Onire Isaka na edari kamera iguru. Akimenya ona nino na gamera no gigu
Isaac ethi na tikuga tondu ethi ndari kindu mwathani Ngai arogocwo ni level ni guka level mwathani Ngai arogocwo tondu kiria we wonaga Isaac ndangiona. So you have option, either uguce Isaac mwambate ngamira iguru mwonage level emwe kana ume Rebeka ni kume kiri atia agiuka thi. By the way, indo icio wendaga Isaac ndacionaga we ndwethi mwathani Ngai arogocwo. Hallelujah. Ndwire mutumia ucio one mukuru uguo mbire uma ngamira iguru. Gitumi kiria gitumaga wage gukinderia gwaku ni tondu turaga ki ngamira iguru. Maundu maria wonaga ucio mukoragwo nake Isaac ndonaga. You are not of the same level. Mwathani Ngai arogocwo. Shuka haraka, shuka chini. Amen. Umathi nigetha muone at the same level. Kana kigusanie mwambate muonane the same. Otherwise mugugitura na thina muingi muno, because whatever you see doesn't. Arigago diroe oramwiri mwathani Ngai arogocwo. Riu ndamucuvira mathina ta 90% yakwa nyumu ni ngamira iguru. Ni ngamira agati tura ikio na thina muingi. Ti ati mundu ucio na ni muru uguo. Ni ngamira iguru waregire kuma. Amen. Si mubaya hivyo. Na finally mwanamke ambaye ako rooted in Christ anajua kulea. She nurtures. Anajua kufanya nini? Yeah. Na ni dareki na ni dahi. Akona roho ya kulea. Akona roho ya kuagulia, to incubate. Akona roho ya kuongeza, to multiply. Bwana Yesu asifiwe. Akona roho ya incubate. Akona roho ya kunacha. Analea. Ithuĩ tũrĩ athuri tũtingĩhota kũnacha. No tũhenaniri. Cannot. We are not able to nurture. Gũtirĩ ũkirĩrĩria ũcio mũkoragwo nacio. Ndĩmwĩrire gũtirĩ mũndũ ũrũme ũngĩikara na kĩndũ kĩngĩ nda-inĩ yake. Mĩeri ĩyo tũtota na tũngĩenda. Mungu amewapea uwezo wa kunacha. Kwa hivyo hata kanisa mumepewa roho ya kufanya nini? Pamoja. Hakikisha kwamba kanisa ya Bwana inaendelea. Amen. Nyinyi munapewa, you are given something kwa kidogo, unaleta kikiwa kingi. You multiply. You have the ability to multiply. If we to multiply. Bwana Yesu asifiwe. Najua hatuna uwezo wa idue aga igethiraga. Esau ndamenyaga ahitaga. Ndui kuhita ni kuga urahita ukoraga ukaria. Amen. Hana uwezo wa ndamenyaga ati ni ithiraga. O uria ahitaga no ciikaga atia? No ithiraga. Bwana Yesu asifiwe. Actually, sijui kama mumesoma the parable of the lost. Naanzanga na the parable of the lost sheep. Inakuja the parable of the lost coin and the parable of the lost son. Zote zimefuatana. Amen. Mahali mwanamke ako, Biblia inasema ya kwamba shilingi ya mwanamke inapotelea kwa nyumba. Hiyo kana ni moyo. The lost coin, Biblia inasema ati akitafuta afagie vizuri ataipata. Shilingi ya mtumia yuragira nyumba. No, the lost sheep ya mbere yuragira. Si arume si yuragira githaka, by the way. The lost sheep yuragira na kugira.
no ciringi ya mutumia ingiurira na no yonekaga nyumba ungirora rora no wone ikombe yo ni ciringi itambaya ci yo niki ingiethwo kou no yake atia no ciarume kagira githaka na to nginya yoneke muthome that parable wega ni mukuigua maandiko maigaga if ni kuga to nginya yoneke ondu iyo to nginya yoneke if it is found there is rejoicing koguo ni kuga no ithie na yage gwika atia no ya mutumia kagira koguo no thaithe athuri aria tu not making that tondu ciringi yake yukagira kou ungimiethetha no umione yuragira nja yuragira kundu kuriku tu atumia mutingihurira ruhina niguo ndirageria kumwaririria guku niguo ndimwaririirie yuragira kundu kuriku ingiethethwo kou no yoneke simameni kwa haleluya inaweza patikana ikitafutwa inaweza patikana amen sisi hatuna uwezo huwa hatuna uwezo wa kuweka ile hinya usio hatuna uwezo na ndiposa nafikiria hata Biblia ikikia kanisa inasema the bride of Christ ni bibi wa harusi wa Yesu. Kwa nini bibi? Kwa sababu bibi ako na uwezo wa kuzaa na kuhakikisha kanisa yake imepanuka na imekua. Bwana Yesu apewe sifa. Imepanuka na imekua. Kwa hivyo kama kanisa la Yesu litaendelea kupanuka, the contribution of women is important. Na lile kanisa ambalo limekuwa uwezo wa wanawake katika kanisa, badala ya kufikia wanawake, inainua wanawake. Kwa sababu hilo kanisa limegundua ya kwamba wana uwezo wa kuzaa and to nurture. Amen. Ithuĩ tuti maundu na no yohoro na tofauti hata wakati tunakuja kulisha na tofauti ya kulishwa haleluya na mwanaume na kulishwa na Bwana Yesu. So kanisa ambalo litakuwa sababu wako na matia inywe mtu karibu no biasi yake amaitiagaga kwanyu mucie ni muri mwanyu adufia mamu anywe hetete akaiga ndari onaki kwanza maigaga ndiri ona nduru ya ihoro. Wana uwezo haleluya wana uwezo wa kufanya mambo ya ajabu. Ona tari ama mimaraki gagasiama maraki ya moko tene ndio niki kirase jia tene ama gagasiama ni urakoraga iria thote ya rugasa imo gutinda mukinywa ginya hwaini ndiwe kana ni mwakorire hindi iyo ama mimari gagasiama ulipata iri gagasiama ndiwe kana ni iria ria senjirie no hindi ya tene ama mimari gagasiama ugakora maundu eka atia. Bwana Yesu apewe sifa. Iposi wanawake wakae katika sehemu ambayo wamewekwa na waache kujiondoa, wasiende kushindana na wana. You have been given a special place in God. Ukisimama hiyo special place, chinayo simama. Haleluya. Na muache kwa Kiswahili tunasema ya kwamba mwanamke ni ya mwingine. Amen. Adu ya mwanamke
Kenya ino inaingira ni mwamuingiria no riu maregire ya hehani ndirakenda kumuyira thiri tondu tukienda na inyu mukirugame no ndirenda kumuonia hinya uria mukoragwo naguo hinya uria mukoragwo naguo, the power that you have. Amen. Mukiamua mambo yatasimama na mukiamua mambo yaishe mungitua atia ni muguthigithania mucio uthire nikio maandiko maigaga ati mugi akaga mucio moko no na the opposite is true. Uria utari mugi o moko macio makaga nomo angiutharu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Bwana, inua mikono yako dakika moja kama mwanamke hata mwanaume, ambia Bwana nisaidie kusimama nafasi iliyo yangu. Ningependa kusimama nafasi ambayo iliyo yangu. Sitaki kuondoka na ili nipate usaidizi ambao ninahitaji katika jina la Bwana. Hata wewe mwanamume, ambia Bwana nisaidie kusimama nafasi iliyo yangu. Oh Bwana, tell God to help you stand in the right position in the name of Jesus Christ. Na ili tuwe washindi, na ili tusimame na tudhibitiwe. Oh, siwaambie Bwana kusaidie, ukuwe muombezi, uweze kuomba. Ambia Bwana akunyunyuzie roho ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Akusaidie uwe muombezi. You be prayerful in the name of Jesus. Ambia Bwana akupe uwezo wa kukuza, wa kuzana hata kulea katika jina la Yesu Kristo. Tell God to help you to give birth and also to give you the spirit to nurture in the name of Jesus. Kwa sababu kuzaa sio mwisho, hata kulea ni kazi. Si Bwana atusaidie tusizae tu new members, hata kwa guild tusilete new members tu na tushindwe kuwalea. Ambia Bwana, especially kama wewe ni kiongozi wa guild, ambia Bwana akupe uwezo sio tu wa kuzaa, pia kulea. Guild isiende chini. Oh, kila mwanamke anafaa kuomba, especially if you are commissioned guild member. Ambia Bwana nipe uwezo hadi wa kulea. Mtu asikawai potea guild kwa sababu nimeshindwa kulea. Katika jina la Yesu, wengi watakuja baada hii na ili wakuwe wafuasi wa guild, lakini Bwana atupe uwezo na nguvu na hata busara ya kulea katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus. Abia Bwana akusaidie kutosheka na mahali ambapo upo. Hujafika lakini umetosheka. Abia Bwana hutasumbuliwa tena na mambo ambayo unatamani. Mungu akipenda atakujalia. Hallelujah. Akipenda atakujalia, na Mungu ni mwaminifu, atakufikisha katika jina la Yesu Kristo. Ambia Bwana ungependa kufika, lakini ufike ukiwa salama, ufike ukiwa umedhibitiwa, na bado ukiwa umesimama. In the name of Jesus. Tunakuabudu Mungu wetu. Tunakupa sifa siku ya leo. Ni asanti kwa kutupa siku iliyofana hii. Tunakushukuru Bwana. Sio pesa tu tumekutolea, lakini hata mioyo yetu tumekutolea. Na Bwana wa mbinguni utusaidie kudhibitika na kupata mizizi ndani yako katika jina la Yesu. Tupe nguvu ya kulea, tupe nguvu ya kuzana hata kulea katika jina la Yesu. Hata unapoleta washirika wapya katika kanisa hili la Kiserian, Bwana utusaidie sio tu kuzaa, lakini pia tuweze kulea, na ili wakija wadumu, waleleke katika kumachua, waleleke katika kukomaa katika jina la Yesu Kristo. Hata wana guild wengine wanapotamani kufuata guild,
Bwana, hatutaki tu kuzaa, lakini tungependa tu kulea, na ili Bwana wa mbinguni hata wao wapate mizizi na wadhibitike katika Yesu. Tunakuabudu na tunakuinua. Pokea sifa na shukrani. Wewe ni mwema. Unaweza kuwa katikati, tuweka mikono chini na unasema ningependa kuokoka. Nakupa nafasi kama. Naweza inua mkono mahali. Wewe unasema siku ya gift 2026 niliokoka. Kuna mtu kama yule, ningependa hata mimi kuwa na mizizi na kudhibitika ndani ya Yesu katika wokovu. Na mtu kama Bwana, tunakushukuru. Asante kwa neno lako, liendelee kulieneza, endelea kulibariki, tusikaibiwe na yule mwovu. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God bless you.